Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, wa ba'd. Leo tupo kwa ajili ya kuelezea jambo zito sana, jambo ambalo linawasumbua watu wengi katika mizunguko yao ya kimaisha, na jambo hili limewatesa wengi na watu bila kupata ufumbuzi. Na jambo lenyewe kama tulivyotangulia kusema ni jambo zito, ni jambo la suala la chuma ulete. Tutaelekeza na tutafundisha ni namna gani chuma ulete inavyotengenezwa na kuna aina ngapi ya chuma ulete. Kuna aina tatu ya chuma ulete ambayo ndio inawatesa watu sana, na tutaeleza vinavyochanganywa, ila tuweze kukuelekeza ni namna gani inatengenezwa, kwa sababu hapa hatupo kwa ajili ya kukufundisha mambo haya, bali tupo kwa ajili ya kukufundisha ni namna gani kujizuia kupitia hali ambayo itakwenda inayokusibu au hali ambayo inayokusumbua au itakayokusumbua baadaye, kwa sababu hujui kama unaweza kukumbwa na hiyo hali. Kwanza, aina ya kwanza ya chuma ulete na vifaa ambavyo vinavyochanganywa kwenye chuma ulete hiyo. Kwanza lazima utambue nini maana chuma ulete. Chuma ulete maana yake ni chuma ulete, yaani ni kitu ambacho wewe unamwagiza jini ambaye atakwenda kukuchukulia kile ambacho wewe unachokihitaji alafu akuletea wewe, ndio inakuwa chuma ulete. Yani chuma ulete ni uchawi ambao unatengenezwa, na ukishatengenezwa basi yule jini anapewa maamrisho ya hii ngozi ya kakakuona kuchanganya kwenye vile ambavyo tunavyoendelea kuvitaji hapa, ikiwemo manyoya ya paka mweusi, ngozi ya kakakuona na ya nyoka. Kuna wale nyoka weusi sana wale. Ukishachanganya vitu vyote hivi, basi kifuatacho utachoma vile vifaa vyako ambavyo wewe ulikuwa umeshavichukua. Huwa wanavichoma, wakishavichoma alafu kuna majina mawili huwa yanatajwa hapa. Hayo majina siwezi nikataja, kwa sababu ukiyataja hayo majina tayari swala hili limekamilika, na huyu ndio jini aina ya kwanza ya jini ya chuma ulete. Na aina ya pili ya chuma ulete, kwanza huwa wanachukua mchanga wa katikati ya bahari, mchanga wa katikati ya bahari. Na huu mchanga katikati ya bahari huwa mara nyingi unaagizwa na hao majini. Kuna wale ambao wao huwa wanaingiwa na majini. Wakishaingiwa na majini huwa wanakaa siku 7 kwenye maji. Wakisha kaa siku 7 kwenye maji, basi wanakuja na sahani nyeupe 3, alafu wanakuja na kitambaa, wanakuja pia na mchanga, yaani ule mchanga ambao wao wamekuja nao kutoka katika mchanga wa kipepo. Unachukuliwa mchanga huo, alafu pia huwa wanachukua na nyayo ya watu wanaotembea sokoni, nyayo za watu wanazotembea sokoni. Na pia wao wanachukua mchanga au vumbi ya kwenye meza za soko za watu, wanachukua kwenye masoko 21. Wakishachanganya vyote hivi, basi wanavipika kwa pamoja kwenye chungu cha vishwa kitambaa cheusi. Kikisha vishwa kitambaa cheusi, wanachokifanya basi wanakwenda katikati ya soko au katikati ya mapanda njia, wanachimba shimo mithili ya mita 1 kwenda kile chungu. Juu yake huwa wana tabia ya kuweka pembe ya ng'ombe, huwa wanaweka pembe la ng'ombe. Wakishaweka pembe la ng'ombe juu yake wanafunga kitambaa cheusi, ndani yake kuna damu ya paka mwekundu. Wakishachukua ile damu ya paka mwekundu, wakishafunga, wao wanazika pamoja, kuifungia juu yake ikiwa kitambaa cheusi. Sasa wakishamaliza hapo, na mara nyingi wanazika ni saa 7 usiku, saa 8 na kuendelea mbele. Mwisho huwa wanazika ni saa 10. Wanafika saa 10 wanasambaratika, wanageuka kila mmoja. Baada ya siku 7, basi wataandaa kitu ambacho kitakuwa ni sehemu ya wao, hizo pesa ambazo zitakuwa ile chuma ulete itakayokuwa inachukua. Jambo linalofuata au aina ya tatu ya chuma ulete ni ishi pembezoni mwa makaburi, na ndio jini ambaye
anasumbua watu wengi sana na masharti yake ni magumu sana. Na leo ndio lengo letu kumwongelea huyu jini Ifrit, jini wa makaburini, jini ambaye ndiye ana masharti magumu, ndiye ambaye anasumbua watu wengi sana katika biashara zao na maduka yao na maofisi. Ofisi zinafilisika, maduka yanafilisika kwa sababu ya huyu jini Ifrit. Anatumika pamoja na binadamu ili kuwateketeza binadamu, kuwanufaisha binadamu wengine na kuwateketeza binadamu wengine ili tu wale binadamu wafuate masharti ya huyu jini Ifrit. Huyu ni jini ni shetani wa kijini. Huyu anapatikanaje na utampataje? Tunataka kueleza vitu ambavyo vinatumika ili kumpata jini huyu. Kwanza, huwezi kumpata hivi hivi, lazima uende kwa mtu ambaye anafahamu namna gani kumwita jini huyu. Vitu ambavyo kama nilivyosema vina masharti magumu, ni vitu vibaya sana na ni uchawi ambao unakwenda kutumika, uchawi wenye nguvu sana kwa watu kwenda kuomba misaada kwa hawa mashaitani wa kijini au majini Ifrit ambao wanaosumbua. Omba au majini Ifrit. Kubali mafundisho tunayokupa, usikubali maelekezo ambayo utakayopokea kwa hawa majini au mashaitani wa kijini na kibinadamu ambao wao wanapenda kuwapotosha watu kwa ajili ya kuwatii majini na kumwasi Mwenyezi Mungu. Kwanza, wanapenda kuomba nywele ya binadamu, wanapenda kuomba damu ya binadamu. Wakisha maliza wanakuomba wapate nguo ya bibi kizee ambaye ametimiza miaka au umri wa miaka 125. Hakikisha wanapata hizi. Wakisha vikutana hivi, wakisha vikusanya hivi vitu, basi wanatafuta sumu ya nge. Wakisha chukua sumu ya nge, wanavichanganya pamoja, alafu wanafunga kwenye kitambaa chekundu, wanakwenda navyo makaburini kumuomba jini Ifrit ambaye yule jini uishi makaburini. Anaanza kumwita kwa majina yafuatayo. Haya majina siwezi nikataja kwa sababu endapo tu utakapotaja majina haya tayari ametoka, anakuja kukusikiliza ni kipi ambacho unachohitaji. Siwezi kukutajia majina haya kwa sababu sikufundishi uchawi, sikufundishi ushirikina, na kufundisha ni namna gani unaweza ukakwepana na vitu hivi ambavyo wewe ulikuwa vikikusumbua kwenye akili yako, kwamba inakuwaje watu wanakuwa wanasumbua na wanaibiwa pesa zao, mali yao inaharibika au wanaharibikiwa mali. Je, sasa leo tunakufahamisha hivi. Wakisha taja majina haya, yule jini anatoka. Akisha toka, basi tayari yule jini anaitwa kwenda sehemu husika. Wanakwenda wapi? Wanakwenda kwenye kaburi la mtoto mchanga sana. Yani ule mtoto ambaye kuanzia wiki moja anachukua ile maiti ya ule mtoto, na ndio zawadi yake kubwa. Sasa mkataba unaandikwa pale. Mkataba unaandikwa ni mkataba wa wewe kuitoa nafsi yako juu ya yule mtoto ambaye atakayechukuliwa akavaa. Wanafanya biashara zao kwenye maduka, alafu pesa zinapotea. Wanajiuliza, mbona kila tukifanya biashara pesa zinaingia lakini hazionekani zinakoenda? Kumbe ni jini huyu, jini Ifrit, ambaye yeye ndiye ambaye anayechukua pesa. Ukiingiza milioni 2 anachukua 500,000. Ukiingiza shilingi 50,000 anachukua shilingi 15,000. Ukiingiza shilingi 20,000 anachukua shilingi 1,000. Ukiingiza shilingi 10,000 anachukua shilingi 1,500 au zidi ya hapo. Kwa anachukua robo yake kwenye ile kiwango ambacho wewe utakachoingiza. Maskini wa Mungu, kama hicho kiwango ndio ilikuwa faida yako wewe, basi ndo jinsi unavyokuwa unadidimia, kwa sababu faida inakwenda inapotea. Mwisho wa siku unagusa mtaji, fedha zinapotea, mali inaharibikiwa bila kujitafuta. Unamuondoa vipi? Tunakuelekeza namna kumondoa. Chukua beseni mpya, nenda dukani kanunue beseni mpya. Tunakuelekeza namna ya kumondoa ujini Ifrit, na tunakuelekeza jumla ya hawa chumaulete hizi za aina 3 ni namna gani utawaondoa. Kachukua beseni mpya, nenda dukani, omba beseni mpya. Ukisha chukua beseni yako mpya, rudi nyumbani, chukua maji ya bahari. Ukisha chukua maji ya bahari, chukua dawa inaitwa cotton.
ni dawa ambayo ni kama mbegu fulani hivi. Ukienda kwenye maduka ya tiba asili au kwenye maduka ya asili inauzwa dawa za asili, waambie tu naomba unipe dawa moja inaitwa cotton. Ni mbegu fulani ambayo wenyewe wanaifahamu. Pili, chukua dawa inaitwa kisti hindi au kwa jina lingine wanasema kisti. Wengine wanasema kusti, wengine wanasema kisti. Lakini nenda dukani, waambie wakupe dawa hizo 2. Kisha chukua dawa zako 2, rudi nyumbani. Ukisha rudi nyumbani, unguza zile dawa. Ukisha unguza zile dawa, ziponde kwa pamoja, weka kwenye yale maji ambayo ni maji ya bahari, ambao ile beseni ulionunua, ukaweka maji ya bahari mle, zile dawa ukazichukua ukaziunguza, alafu zile dawa zikigeuka za unga, basi unaziweka kwenye yale maji. Baada ya hapo utasoma sura 2. Sio lazima, hata kama wewe hujui kusoma, mwite ambaye anajua kusoma asome. Sio lazima wewe mwenyewe uwe Muislamu, usio Muislamu. Nenda kamtafute mtu ambaye anajua kusoma akusomee. Sura ya kwanza utasomea yale maji, utasomea suratul Mulk mara 21. Tabaraka alladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Mara 21. Irudie mara 21. Ukimaliza ukienda unamaliza unarudi mpaka mara 21. Sura ya pili utasomea suratul Bakara nzima kwenye maji haya. Hakikisha unaposoma ile pumzi na hewa inayotoka mdomoni mwako iguse yale maji. Ukimaliza hapo utachukua yale maji, kama ni dukani mwako ndimo kuna hicho kitu, ndio kunapotea pesa hizo, basi unatakiwa usomee mle dukani mwako. Ukishamaliza utachukua yale maji utanyesha juu, na nyingine pia utapiga deki bila manuizi yoyote. Ukishamaliza, kama ni nyumbani, sehemu ambapo unapohifadhia pesa zako, ndiko kunakotokea matukio haya ya huyu jini ifrit kuja kukusumbua wewe, kukubia pesa zako, basi kasomee mle. Alafu kishamaliza, hakikisha unapiga deki sehemu zote za nyumba yako. Ukimaliza hapo, yale maji ambayo utakaobakiza, nenda ukoge yale maji. Unaweza kafoga bafuni au unaweza ukafoga hata bafuni au nje pia vile yote, wala haina shida. Baada ya hapo utachukua shoka na mpini wake. Ukishachukua shoka na mpini wake, utakwenda sehemu yoyote kwenye maji, kwa sababu huyo jini tunataka tumteketeze, tumwangamize. Ukishachukua shoka na mpini wake, utakwenda sehemu yenye maji. Ukishafika hapo, utachukua miti. Utachukua miti kama mfano wa kuni, alafu utakusanya vizuri. Utachukua shoka na mpini wake, utaweka pamoja, alafu unaweka chini, unachimba shimo kidogo sana. Ukishachimba shimo kidogo, basi utachukua petroli au mafuta ya taa, utamwagia juu kwa ajili ya kulipua lile shoka lipate kuungua. Kisha ungua, yale majivu yatakobaki au ule mpini ukiungua. Ukishamaliza kuungua, moto ule haujazima, hakikisha unauzima ule moto kwa kutumia mkojo wako. Hakikisha unazima ule moto kwa kutumia mkojo wako mwenyewe, kwa kukojolea ule mpini wa ule shoka. Ukishamaliza, fukia, chimba shimo kidogo kiasi cha nusu mita, alafu kisha fukia, basi nenda. Ukishaondoka, hatua ya kwanza sema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Hatua ya pili, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Hatua ya tatu, sema alhamdulillahi rabbil alamin. Hapo utakuwa umemaliza kazi yako na utakuwa umemteketeza huyu jini ifrit na majini wengine wote ambao wanahusiana na chumo letu. Ndio leo tulipenda tufikishie wewe mtazamaji wetu elimu hii, usipate kuumia au kujiuliza maswali mengi, ni namna gani nitapambana kumwondoa huyu jini ifrit kwenye maisha yako.